Wagalatia ile 6:7 mstari nitaenda mpaka 11, anasema msidanganyike. Mungu hadiaki. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakacho. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye katika roho na katika roho atavuna uzima wa milele. Biblia inaendelea kusema tena, msichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri patavyo nafasi na kuwatendea watu wote mema, hasa jamaa waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anamaliza kuambia kanisa la Wagalatia, tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Kwa herufi gani kubwa? Ina maana hakuandika kwa herufi ndogo. Alipoanza pale alibadilisha kuonyesha kwamba tazameni ni kwa namna gani nimewaandikia nyinyi kwa herufi kubwa. Ninachojaribu kuzungumza na wewe, msidanganyike. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hadiaki. Chochote kile ambacho umepanda katika mwili utavuna, na chochote kile ulichopanda katika roho utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi sio niko hapa kukutisha, mimi ninakukaribisha katika kupanda yaliyo mema katika roho. Kuna watu wanapanda, unaweza ukashangaa, watu wengine wanapanda mahindi eka moja, na mwingine anapanda mahindi eka moja. Huyu mwingine aliyepanda mahindi eka moja akavuna gunia 2. Huyu mwingine amepanda eka moja akavuna gunia 30. Tunajiuliza, haya mashamba yote yanapatikana sehemu moja. Tatizo ni nini? Tatizo ni upandaji. Bwana Yesu asifiwe. Umepandaje? Lazima viwango vyako vya kupanda viwe ni viwango vya kupanda katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kuvuna uzima wa milele, unafundishwa kupanda katika roho. Na kupanda katika roho ni kukagua ndani ya moyo wako unapanda pandaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio unapanda tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani niliwahi kusoma masomo ya agriculture nilipokuwa Koleko, tulikuwa tunafundishwa jinsi ya upandaji wa nafasi. Yaani tulikuwa tunajua mpaka mahindi yanatakiwa kutoka muhindi mmoja kwenda muhindi mwingine distance ya, na kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine nao distance inatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmea, haleluya, unahitaji kutoka mche mmoja wa mwarage kwenda mche mwingine kuna distance, na kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine kuna distance. Haleluya. Haleluya. Au ni wapandaji. Na hivyo hivyo mimi na wewe tunapaswa kukagua viwango vya upandaji tulivyo navyo. Hatupandi tu hapa duniani, tunapanda katika namna mbili, katika roho au katika mwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Katika mwili utavuna uharibifu, katika roho utavuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninachokualika kwenye ibada ya leo
Na Yesu na Roho wa Bwana anakualika kwenye ibada leo ni kuangalia namna unavyopanda na namna ile unavyoandika kwenye kitabu chako. Maana yale matendo unayofanya na kueleza, ukianza kukagua viwango vya upandaji wako, kuna mambo hautayafanya tena, kwa sababu ulikuwa unayafanya ili uonekane na kuwafurahisha watu, wakati ndani ya moyo wako kulikuwa hakuna usafi wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena tusichoke kutenda mema. Watu wengine kuna watu wanafikiri kutenda mema ni rahisi. Jamani, hakuna chochote, haleluya, ambacho kimeandikwa Biblia kilichoagizwa na Mungu ni chepesi. Kutenda mema sio rahisi. Mara nyingi watu wengi walitenda mema, wale waliowatendea mema waliwaumiza. Mtumishi mmoja, simtaji kwa jina, katika utumishi wake alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anawaombea watu wanapokuja, Bwana Yesu asifiwe, wanapokuja na shida na mizigo, anatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja akanitumia message akaniambia, mtumishi, ninashindwa kuelewa, kila ninayemtendea mema ananilipa maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Usichoke kutenda mema, kwa sababu utavuna kwa wakati wake. Lengo la shetani ni kuizimisha ile roho ya kutenda mema, ili wache kutenda mema, ili usije ukavuna kile unachokipanda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mstari wa 6:10, kwa hiyo wapendwa, kadiri tupatavyo nafasi ya kuwatendea watu mema, tenda mema. Ina maana nafasi ya kutenda mema ipo kwa ajili ya wewe kupanda kitu. Unapoiona umepata nafasi ya kutenda mema, tenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Tena hasa jamaa ya waaminio, tenda mema zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maana pale unapanda na utazamie kuvuna kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ananiambia, kwa mfano, amekuja mtu nyumbani mwako, na hii mara nyingine waga inanitokea. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakufundisha, nakuja mtu nyumbani tititi kabisa, baba yuko mimi nina shida kidogo, nilikuwa na ile karatasi hapa, ninaumwa, kwa hiyo nilikuwa naomba mchango. Kisha nasema kuna wakao kachukua chai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe hata senti moja kama wewe umechoka. Usitoe, mara kumwambie nenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ukitoa roho imechafuka, ile tendo la kutoa na uchafu uliochafuka moyoni, vyote vimerekodiwa kwenye kitabu chako. Na siku utakapoonyeshwa, utaonyeshwa mpaka uchafu. Lile tendo la kutoa msaada halitahesabika, kwa sababu mbingu zinaenda kuangalia kiwango ulichopanda. Ulipanda katika mwili au ulipanda katika roho? Yaani mara 10 umwambie, naomba namba yako simu, utakutafuta. Bwana Yesu, nenda kasafishe roho yako mpaka itakaswe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona imetakasika, ukaona mpaka ile nia njema itokayo kwa Roho Mtakatifu imekujia, Bwana Yesu asifiwe, tafuta simu.
maana hiyo ni nafasi ya kupanda mema. Kueleza zile mpigie habari yako ya wewe ndio ulikuja hapa nyumbani kwa ajili ya ile shida yako. Basi nikituma namba hii unapokea vizuri, unapokea. Basi naomba nikupe pale ile uliyotuma na kale ka usafi ka moyo kote kanaenda mbele za Bwana. Sio, umeelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa jinsi ambavyo mwanzo nimekwambia usitoe, maana hiyo sio pando jema. Ila nenda mbele za Bwana, kaombe, mwambie Bwana, mimi nashindwa kuelewa. Mtu huyu amekuja ili apate kuomba kwangu, lakini badala ya mimi niwe na roho safi, ninashangaa ndani yangu nimechafukwa kwa ajili ya mtu huyu ambaye ni mhitaji. Ukiona hivyo, yuko anayekuzuia usije ukapanda katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ingia mbele za Bwana, ikemee hiyo roho. Ikishaondoka, Bwana Yesu asifiwe, na ukajihakikishia kwamba imeondoka na sasa unasimama kwenye tendo hilo ukiwa na roho safi. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wakati wa kupanda sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie na wewe, kawauliza wakulima wote, sio kila majira ni majira ya kupanda mahindi. Kuna majira mengine mahindi hata upande hayaotani. Bwana Yesu asifiwe. Watakwambia hizi mvua ni za hizi sio za mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda mahindi hayaoti au yataota, lakini mvua zitakata mapema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo utakulia tu malisho kwa ajili ya mifugo, sio mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo na wewe chagua udongo gani upande nini. Sio kila wakati unapanda. Angalia hivi, kwa namna ya rohoni nilivyo, huu ni wakati wa kupanda. Mwambie mpendwa, hebu nenda kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ili nitengeneze kwanza yaliyopo rohoni, ili nikipanda iende kule vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ziko nafasi ambazo tumepewa na Mungu kwa ajili ya kupanda, ili matendo yako mema yaambatane na wewe. Ila ukikosea kupanda, matendo yale hayatakuwa ni mema, kwa sababu yamefuatana na roho isiyotokana na Mungu. Anaendelea kusema katika Wagalatia 5:19 ni mstari tena mpaka 22, anasema basi matendo ya mwili watoto wa Mungu ndio haya: uasherati, chafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Na katika hayo nawaambia mapema kabisa, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Wagalatia 6:7 anatueleza msidanganyike, Mungu hajakimu chochote apandacho mtu ndicho atakacho. Ukipanda katika mwili utavuna uharibifu. Unapotenda tendo lolote jema, hakikisha hakuna dhamira yoyote chafu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu tendo lolote jema
likaambatana na dhamira iliyo chafu. Huwezi kutenda tendo jema lililoambatana na hasira. Mwishokuona mtu anatenda jambo jema kabisa, lakini ametenda kwa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Au ametenda tendo jema, lakini ile tendo jema ndani yake limetengeneza uadui. Tendo jema lakini limetengeneza ugomvi. Tendo jema lakini ndani limebeba wivu. Tendo jema lakini limeleta fitina. Tendo jema limeleta faraka na uzushi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usuna na mambo ya lazima ukague ndani ya moyo wako. Lakini unapotenda tendo jema lililoambatana na upendo ndani ya moyo wako, ukajiona nalifanya hili jambo kwa upendo mzuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tenda jambo hilo. Umefunikwa na roho ya furaha. Yaani una furaha kwa ajili ya kutenda lile tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Uko ndiko kupanga katika roho na kuvuna uzima wa milele. Unajiona unatenda tendo jema limeambatana na amani. Bwana Yesu asifiwe. Unaliona tendo linaleta amani. Bwana Yesu asifiwe. Ile umetenda tendo jema machoni pa Mungu. Usipotenda tendo jema ukiwa umeambatana na tunda la Roho, ile ni umetenda tendo jema mbele za watu na nafsini mwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Halina thawabu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unatenda tendo jema kabisa ukiwa umebujikwa na kitu uvumilivu au utu wema au fadhili au uaminifu au pole au kiasi na mambo yanayofanana na hayo ya roho, umetenda mbele za Bwana, nao utavuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinyume chake hakuna. Na mimi ninawaalika katika kutambua namna njema ya kupanga na kutenda mbele za Bwana. Na ninakualika ujue ni majira gani uruhusiwi kupanga, maana hautavuna, na ni majira gani upande, maana utavuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamepoteza muda wao kwa kupanga, lakini hawakuvuna kabisa. Na hata wewe neno hili linapopita, unaweza kabisa Roho Mtakatifu anakushuhudia pale, kwa kweli nisitegemee kitu pale. Bwana Yesu asifiwe. Pale nitegemee, kwa sababu nilipanda nikiwa niko vizuri kabisa, tunda la Roho lilikuwa ndani yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tito ile sura ya 3 mstari wa 8 na Tito 3 mstari wa 14 anasema hivi: ni neno la kuaminika, na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Haya ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninachojaribu kuendelea kuzungumza ni kwa habari ya kile kitabu kilichoandikwa Matendo Yako.
Kile kitabu kimejaa matendo yako, na kile kitabu ndicho kitakachosomwa. Na katika siku ya kusoma hautakuta maneno, itatokea picha zilizo hai, zitakuonyesha ulipokuwa na miaka 15 jinsi ambavyo ulikutana na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtu mmoja jinsi ambavyo ulijaribu kuongea naye, jinsi ambavyo ulimsaidia na jinsi ambavyo ulitenda, lakini itaonyesha ulimsaidia ukiwa na hali gani ya kiroho, dhamira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tito anaandika, ni neno la kuaminiwa. Tena ni mambo haya anataka uyanene kwa nguvu ndani ya kanisa. Tunene kwa nguvu ili wanaomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Haya matendo mema anasema ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu, maana yameandikwa katika. Wewe huwezi kutenda tendo jema likaenda kuandikwa kwa kiandiko. La kwangu linaandikwa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utalikuta kwangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.